Nini kilitokea mpaka ukajikuta ngoja nianze kubadilika kama unapanda ngazi? Sasa unajua ukishakuwa addicted unataka kutumia. Hata kama una lazima utumie. Kwa hiyo sasa kama una shilingi 5,000 huwezi kwenda kunywa bia kwa sababu utawasumbua watu. Kwa sababu hata kama nakuja Miami sio kila siku. Kwa hiyo lazima niende kwa timing. Hata kama naenda Miami lazima niende na mtaji. Kwa hiyo nitaanza huku ligi ndogo kwanza. Nitapiga Miami naweza nikaingia labda na shilingi 2,000 tu. Ya bia hii? Nikikaa pale sasa lazima mnyie mtakuja ambao mnanijua. Hiyo inaitwa timing. Watakuongezea muda. Lakini nao sasa sio kila siku. Nimekuelewa. Hapo ukishamaliza bia unavyorudi kulala lazima utagonga ganja. Ili sasa mimi sasa nilipokuwa nafanya nikipiga hesabu ya kurudi nyumbani naona hii ni budget ya pombe kwa sababu kutoka Miami mpaka Mtuvila usiku shinga kama 5,000. Kwa hiyo maana mimi naona bora ni keshe mpaka asubuhi. Alafu asubuhi nichukue tu daladala na nashukia kilabuni semkini hapo naanza na bangi zangu nikifika nyumbani kama saa 4 hivi kama saa 2 naendelea na bangi mpaka jioni. Ndio hivyo. Tena unaamka tena. Daily. Yaani nilikuwa ninazunguka kwenye maisha hayo. Na Moze unaona kabisa hela imekata. Kwa nini uachi? Sasa unajua kitu kimoja ni kufunga bongo. Ndio nasema kufunga bongo. Unakuwa kama umejiba. Na unajua wanasema hivi kitu chochote ukikifanya ndani ya siku 30 mpaka 90 tayari kinakuwa kwenye mzunguko wako wa damu. Kwa mfano kama wewe una muda wako wa kuamka. Ndio. Ukifika ule muda unasikiaje? Sasa kwenye maisha ndio hivyo. Kwa mfano kama mimi sasa hizi tangu nilipoanza maisha ya maombi, mimi saa 9:30 automatically niko macho. Nafungua zangu mlango, natembea mpaka kanisani. Na kwa sababu daktari ananiambia kwa siku nizunguke zipungue kilomita 2. Hata ninapofanya maombi pale kanisani, nafanya maombi huko natembea. Kwa hiyo ule mwendo wa kwenda kanisani na kurudi hapa tayari nishafanya mazoezi damu Moze alikuwa hataki kabisa kujenga. Ilikuwaje ukajenga? Alikuwa ni wife? Nilikuwa na kiwanja Mkimbizi. Kile kiwanja pale tulipokuwa nimenunua kwa kuna maji. Chini. Baadaye familia nilikuwa na tanuru zima ambalo nimeliweka kwa ajili ya kujenga pale. Baadaye familia wakawa wameniachia hapo ambapo ndio soba. Okay. Kule ulijenga kule? Sikujenga. Maji nikauza. Okay. Zile tofali ndio nikaja nikapiga fence hapo maskani ambako ni kwa baba na mama. Kwa baba na mama. Ukapiga fence? Nikapiga fence ndio nikaishia hapo. Sasa nikawa nataka sasa nitafute kiwanja sehemu nyingine wakati nimetulia ndio nianze kujenga taratibu. Ndio uraibu sasa hivi unaweza ukaamini yani mwana alikuwa na semi-trailer 4. Hakuwahi hata kujenga. Alikuwa anajua atajenga kesho. Kwa hiyo uraibu ulivyoingia yani kumbuka kujenga kawa hivi. Uraibu ni adui mjanja wa maisha usipime. Yani anaingia kama rafiki lakini jinsi atakachokufanya utabaki unajuta milele. Mimi kitu moja kinachonitesa ni vile ambavyo mnanihakikishia hilo haiwezekani. Yani mimi unajua najiulizaje? Ni kitu gani ambacho ni ngumu kuacha kiasi hicho? Unajua kwani hadi wewe ujimu uraibu ni nini? Yani naelewa vizuri lakini huwezi amini kuna muda nabaki hewani. Yani why ngumu kuacha why? Na najua kwa sababu kitu ambacho tayari umeshakiingiza kwenye mfumo wako wa maisha bila chenyewe wewe uwezi. Ndio changamoto. Wewe unaona kama addiction ya sigara. Ndio. Sasa ile kwenye nani bado ndogo. Kwa sababu ile inakubana kabisa sehemu fulani huku ndani. Bila hicho kwamba unaweza usilale. Na ndio maana sasa ile inakufanya unashuka mpaka ligi ya ndogo. Unaweza sasa na mimi Ilinga kwa sababu tayari nilikuwa nacheka na kila mtu nini. Hata wakiniona vilabuni unaona umeona unaweza usilale, unaweza usile kabisa. Na mimi sasa ilifika kipindi Edo, yani ni bora niende nikakae hata Miami nipige tu story na sikaje tabia moja niongee mpaka asubuhi, lakini pale nyumbani kiingia naona kama naingia sijui kuzimu sio. Moze alikuwa na wana, Moze alikuwa na washikaji, Moze alikuwa na ndugu. Kipindi ambacho unaanza sasa kwamba
Moze anapotea. Amna hata mtu Moze anakushika hivi. Sasa unajua changamoto inayokuja Edo, sasa hivi kila mtu na maisha yake. Watu hawana habari. Alafu na mtu anaweza kukwambia mara moja mara mbili. Shizeni atakwambia mara tatu. Alafu na mwingine anaweza kaja mkakaa mkaongea. Ukampanga akakutia labda laki. Alafu baadaye ukazunguka huku ukaonekana kama uko mtungi kishenzi. Usifikiri kama yule tena atakuja na Iringa ilivyokuwa ndogo. Kwamba bwana jamaa tumemwona sehemu, nasema jamaa jana silimpa. Kwa hiyo ina maana hii ninachompa ndio inazidi Imekukuta sana. Imenikuta sana. Mpaka ikafika kipindi watu wakasema kwamba niende Bukoba, lakini nikamwambia mimi piga huwa nitafia hapa. Kwa sababu Bukoba sawa kuna nyumba, lakini kuna watu ambao wananifahamu. Mimi najua hapa nigonge niingie hapa. Ndio maskani tu. Kwa hiyo ndio changamoto hiyo. Watoto wetu wakubwa kabisa, wa kwanza, wa pili, watu wazima. Watu wazima. Baba, wanasemaje? Sasa ilifika mahali walibidi wazoee kwamba dini kwamba sasa ndio hivi basi. Ila ukiwaona wanaumia. Kwa sababu kuna vitu vingine unafanya vitu, lakini majibu unajua kabisa kwamba majibu unayofanya nitawaumiza watu. Unaendelea kufanya kwa sababu tu unafanya, lakini bado unaumiza watu. Ila ufanyeje sasa? No way out. Kikubwa kilichotuumiza zaidi, tulivyotoka kwenye bangi tuliongeza dawa za kulevya au tuliongeza kitu? Mimi namshukuru Mungu sana, sijawahi kujidunga. Yaani mimi nilishia kwenye bangi na pombe. Ila kufika mahali mama ya heroin, drugs sijala kabisa. Sijala heroin wala sijala nini. Mimi nimevuta bangi. Mimi hata puli ilikuwa ikapo. Kwa sababu siwezi kunyonga. Naambia wana, nachukua pakiti ile Embassy. Namwaga zile Embassy. Natia bangi. Mle ndani kama Embassy. Kwa sababu sasa mimi kunyonga na nyonga saa ngapi? Kwa hiyo nikaa na wana. Na maana mimi Moze alianzaje kuumwa? Hii sio siku, nafikiri tulikuwa pale Island Hall. Walikuwa mapacha watatu. Nimepaka gari nje. Ni shughuli kama hizo Moze umkosi. Unakuja Ngwasuma. Nimeingia pale, kwa hiyo sasa nimegapa tu nilianguka chini. Island. Kwa hiyo nikabebwa nikapelekwa nyumbani. Siku hiyo asubuhi amkaje? Sasa naamka mimi sina fahamu. Kwa maana ya kabla hujaanguka, si ulianguka usiku? Yaani nataka kujua asubuhi amko uko clean? Clean kabisa. Na ukaenda mitikasini? Nikaenda mitikasini. Sasa jioni nimeingia mule, ghafla najikuta nimelala. Ulikuwa na nani siku hiyo? Hata nimesahau. Ila ulikuwa ndinga uliendesha mwenyewe? Mwenyewe mpaka pale. Lakini baadaye nikaikuta iko nyumbani na mimi. Mle ndani wanasema tu ulianguka. Nilianguka. Haya, wakakurudisha home. Asubuhi yake sasa ndio wakanipeleka hospitali. Kufika hospitali baada ya siku 3 ndio fahamu zinakuja naambiwa naanza kupewa hiyo story sasa. Wala ulianguka. Kwamba ulianguka. Kinamuuma nini Moze hapo? Mimi sasa, yani mimi kipindi ambacho nataka kwenda chooni sasa nisimame, naona mtu ananishika, naambia kwa nini unanishika? Anasema wewe unaumwa. Pembeni yako alikuwa nani? Mwanangu wa kiume. Dogo. Hata nataka nipambane niende chooni mwenyewe, naambia na mzee wewe tulia, unaumwa. Ndio sasa nikaanza. Unalikuwa? Sasa ilikuwaje? Najaribu naona kwa tayari ngoma ishafeli. Kote au kumoja? Upande huu. Sasa nikaanza kusikia uchungu, nikaanza kujisikia vibaya. Lakini sasa baadaye wakaja counseling pale, wakanifanyia counseling. Namshukuru. Hapa hawajakuambia una tatizo gani? Baadaye ndio wakaja kuniambia na ngoma isha. Inabidi kubali. Nikakubali. Moze uliparalyze mguu au na mkono? Mkono. Mguu na mkono. Kwa pamoja? Ila sasa hizi namshukuru Mungu katika zoezi ambalo napiga, sasa hizi na mwezi mzima sijaanza fimbo, nimeacha. Sasa hivi utembelee. Sasa hivi sitembelee fimbo. Kweli hata ipogolo juzi. Moze, according to doctor, ni sababu gani ghafla mkono na mguu vina paralyze na ulilala clean? Walisema ni nini shida? Kwa kweli wataalamu sijawatembelea sana, lakini mimi mwenyewe nafsi yangu yani niliambia mimi ndio nilizingua. Na hii mimi naona kama ndio usalama wangu. Wao wanasema ulizingua nini? Yaani ungewezaje kujitetea? Yaani kujitetea vipi? Si umefika hospitali, umeparalyze. Yaani nataka nijue daktari alisema sababu ni nini ya kuparalyze ghafla? Sikupewa sababu
kamili kwamba kwa nini nimeparalyze. Lakini mimi niliambia bwana, umeparalyze, inabidi sasa ukubali, inabidi ufanye mazoezi nini, vitu kama hivyo. Ila kwa sababu yani kwa undani kwamba imetokea nini mpaka ikawa hivi. Kwa nini tumezihusisha bangi na pombe kuparalyze kwako? Kwa nini? Mimi nimesema hivyo kwa mtazamo wangu, okay. Kwa spidi ambayo nilikuwa naenda nayo. Kwa sababu ile resi ilikuwa sio resi ya nchi. Too much. Kwa sasa nikaona hii ni kama imenipunguzia kidogo. Na ndio maana saa hizi naishi hata siku naacha fimbo, nimshukuru Mungu kwamba saa hizi ndio mwanzo sasa. Pale ukalipokea. Nikalipokea. Kwa sababu nilianza kuchukua hii nikifananisha na, kwa sababu na siku moja nimetoka hapa niko Siaribia zamani. Nimeegemea Nissan ya marehemu Mohamed pale. Akaja na mwamba mmoja akatoa 10 pale. Akanipa, nikamwambia nampe huyu Mohamed. Ulikuwa na mudi? Okay. Nikamwambia mpe huyu. Akasema kwa nini? Kucheki hivi Mohamed. Ndio yeye mwenzangu akasema bwana wewe kama wewe 10 chukua, huyu ngoja nimpe 20. Kwa hiyo sasa mimi nikasema kama Mohamed yuko hivi